Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, amma ba'd. Maashara almuslimin, baada ya kumshukuru Mola na kumtakia rahma na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ndugu zangu wa Kiislamu, tuendelea na kipindi chetu hiki cha kueleza safari ya mtume kutoka Makka kuelekea Masjid al-Aqsa, Baitul Maqdis, al-Isra, safari ya Isra wal Mi'raj. Bado tuko katika Isra, kuanzia kutoka Makka kuelekea Baitul Maqdis. Mtume, miongoni mwa mambo ambayo kwamba njiani katika safari hii aliyaona, Bwana Mtume sallam marra ala qaumin tuqradu alsinatuhum wa shifahuhum. Mtume aliona, alipita kwa watu, aliwapitia watu, yuko yeye na Sayyidina Jibril, akawapitia watu, akakuta wale watu wanakatwa ndimi zao, zakatwa ndimi zao kwa makasi ya chuma, tena ya moto, kutoka kwenye moto. Ndimi zao zakatwa na midomo yao yakatwa. Mtume sallam, lile jambo likamshangaza. Wale nkina nani ambao ndimi zao zakatwa na makasi ya moto na midomo yao yakatwa na makasi ya moto? Ni kina nani wale? Sayyidina Jibril akamwambia, waona wale watu wale, khutabaul fitna fi ummatik, wale ni makhatibu wa fitna katika umati wako. Wale ndio khutabaul fitna, yaquluna ma la yafaluna, ambao watu wale wana tabia ya kusema mambo ambayo kwamba hawayafanyi. Na hili ndio lile alilozungumza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu huchukia sana, Mwenyezi Mungu hukasirika sana, Mwenyezi Mungu hafurahi kuona Muislamu ama mwalimu ama mwana wa chuoni yoyote ambaye amesoma, wewe ni shekhe, lakini unayoyasema ni mengine na vitendo unavyofanya ni vingine. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuwachukia sana. Ndio pale alipotuambia, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao kwamba mumeamini, lima taquluna ma la tafaluna, kwa nini, mbona mwasema yale ambayo kwamba hamuyafanyi? Kwa nini museme mambo ambayo kwamba hamuyafanyi? Kabura maqtan inda Allah, jueni zimekuwa kubwa hasira kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, zimekuwa kali hasira mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, an taqulu ma la tafaluna, kwa sababu ya kusema mambo ambayo kwamba hamuyatekelezi, hamuyafanyi. Ni makosa, ndugu zangu wa Kiislamu. Mwenyezi Mungu alituambia, atamuruna an-nasa bilbirri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab afala taqilun. Mwenyezi Mungu alituambia, atamuruna an-nasa bilbirri, muamrisha watu kufanya wema, wa tansawna anfusakum, na nyinyi mwazisahau nafsi zenu. Yani mtu amwambia mtu fanya kitu kadhaa, acha uzinifu, acha kula riba, acha kusema urongo, acha kudanganya, alkadhibu haramun walau kana mizah. Huyo anayesema yote haya, kitabu kiko mbele yake, aijua Qur'ani, ajua hadithi za Mtume, ajua yeye amesoma, lakini awaamrisha watu wafanye kheri, awakataza watu waachane na maovu, kisha alafu yeye mwenyewe ajisahau nafsi yake. Ameamrisha watu wasifanye mambo mabaya, yeye wayafanya. Watu wakimwangalia, mbona yuwafanya, yeye wafanya, na alituambia tusifanye, alituambia ni haramu, kitu fulani ni haramu, lakini yeye mwenyewe mbona yuwafanya. Ta'muruna an-nasa bilbirri wa tansawna anfusakum, mwamrisha watu wafanye mema, alafu nyinyi wenyewe mko nyuma nyuma, hamuyafanyi hayo mema, hamuyafanyi hayo mazuri. Waamrisha watu wasali swala tano, alafu yeye mwenyewe swala tano huonekaniwa. Waamrisha watu wasali swala tano kwa jamaa,
wewe mwenyewe huko katika jamaa, huonekani kuswali swala tano. Kwa hiyo watansauna anfusakum, Mwenyezi Mungu atuambia wa antum tatluna alkitab, kisha Mwenyezi Mungu atuambia afala taquluna, kama kumaanisha myoyote ambaye kwamba yuwaamrisha watu mema na yeye hayafanyi, mtu huyo hana akili, mtu huyo hana akili, hazimo. Kama ingelikuwa ni mtu ana akili wakati waamrisha watu wafanye mema, basi na wewe pia ingelikuwa ni wa kwanza kuyafanya yale mema. Ndugu zangu, lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal, ulimi wa hali, ulimi wa vitendo, ulimi wa matendo ni faswaha zaidi hata kuliko ulimi wa maneno. Watu wataka kuangalia vitendo vyako. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama ilikuwa kabla azungumze, kabla aseme, alikuwa waanza kufanya kwanza, na ndio maana watu wakampenda Mtume. Ukiangalia wingi waliosilimu, hawakusilimu kwa sababu ya maneno, Mtume alikuwa akizungumza sana, walisilimu kwa sababu ya vitendo. Mtume alikuwa kana khuluquhu alquran, ilikuwa tabia zake ni Qurani. Mtume ilikuwa tabia zake kabla hajazungumza ilikuwa tayari yuwafanya yeye. Bwana Mtume tayari ilikuwa Mtume yuwafanya kabla hajasema. Kwa ajili hiyo lisanul hal afsahu min lisanil maqal, ulimi wa vitendo, ulimi wa hali, matendo ni fasaha zaidi kuliko ulimi wa maneno. Watu wakikuona wafanye, tabaan watu watafanya. Watu wakikuona wewe ndio uko mbele mbele na watu na mwangalie Mtume sasa, ambaye yeye ndio qudwatun hasana. Mtume za sallam, mwangalie ilipokuwa watu watengeza msikiti wake, Mtume alikuwa akibeba mawe, Mtume alikuwa akifanya na yeye, na watu wakimwangalia Mtume, watu wataka Mtume asifanye. Watu waenda, Rasulullah supumzike, tutasema upumzike, la, mimi na mimi nitafanya. Mtume naye kawe wafanya. Watu walipokuwa katika ghazwatu Khandaq, watu walipokuwa wakichimba lile shimo, Mtume naye pia alikuwa akichimba lile shimo, alikuwa akichimba shimo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Watu wakawa wana njaa, amekuja sahaba afungulia Mtume tumbo lake, amefunga jiwe kwenye tumbo lake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwangalia yule sahaba, na yeye Mtume akafungua tumbo lake, akamuona yule sahaba Mtume afunga mayai mawili. Kwa nini usiathirike na mtu huyo? Wajikuta mimi nina njaa, nimefunga jiwe moja, na Mtume naye akuonyesha tumbo lake ana njaa, amefunga maili. Ina maana nani ambaye ana njaa zaidi? Ni yeye Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Na maisha ya Mtume namna alivyokuwa yalikuwa ni maisha ya matendo, na ndio maana watu walikuwa wakimwangalia bwana Mtume sallam, walikuwa wakiathirika na Mtume wakifanya. Kwa hiyo Mtume sallam alipokuwa katika ile safari yake ya Israi, akenda akawaona watu ndimi zao zakatwa na makasi ya moto na midomo yao yakatwa na makasi ya moto. Akauliza wale nkina nani? Akaambiwa khutabaul fitna, wale ni makhatibu wa fitna. Yaquluna ma la yafaluna, wanazungumza maneno ambayo kwamba hawayafanyi. Khutabaul fitna, kazi yao wao ni kuutia fitna katika misikiti ya watu. Watu wapendana, watu waelewana, watu waheshimiana, watu wahurumiana, lakini wao wakiingia wao katika ile misikiti lazima watawagawanya watu. Watu tangu hapo walikuwa kundi moja tu, la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Lakini alipoingia yeye, alipoanza kuhutubu yeye, alipoanza kutoa mawaidha yeye, alipoanza kuzungumza yeye, tayari ile fitina ambayo kwamba imelala tayari akaiamsha. Ikawa sasa wale hawasalimiani na hawa hawasalimiani na wale hawapendi wale ikawa msikiti ameugawanya, ikawa sehemu mtaa ameugawanya, ikawa sehemu ile ya kazi amewagawanya watu kwa sababu ya maneno yake ya fitna. Khutabaul fitna, wale ni makhatibu wa fitna ambao watakuja katika zama zako ewe Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mtume
Safari yake ikaendelea, akapita kwa watu, akaona wale watu wana kucha ndefu, kucha zao ni kubwa, min nuhas, kutokamana na shaba, makucha kutokamana na shaba. Wale watu na makucha yale wakawa wanaziparua nyuso zao, Mtume akaona, akamwambia, haiwezekani mwanadamu ana kucha ndefu za shaba alafu ajiparue uso wake na makucha na mwili wake ajiparue na makucha yale. Akamuuliza sahibu wake Jibril, akamwambia, hebu niambie nkina nani wale, ni mfano gani ule? Mtume za salam akaambiwa, mfano ule ni mfano wa watu ambao kwamba kazi yao ni kula nyama za watu, yaakuluna luhuma nnasi wa yaqauna fi a'radhihim. Kazi yao wale ni kula nyama za watu na kutuka katika vyeo vyao. Kula nyama za watu ni kusengenya watu. Wala yaghtab ba'dhukum ba'dha, wasiwasengenye baadhi yao kuwasengenya baadhi nyingine. Ayuhibbu ahadukum an yaakula lahma akhihi maitan, je, yuwataka mmoja wenu kula nyama ya ndugu yake hali ya kuwa ni maiti? Fakarihitumu, haya tuliyazungumza nyuma. Fakarihitumu, Mwenyezi Mungu hili liogopeni, hili lichukieni, hili liacheni kusengenyana, kuwasema wengine, kuwazungumza wengine kwa mambo ambayo kwamba lau mtu atasikia atachukia. Ndio wale wanaojiparua mikono yao, makucha yao, wanaojiparua katika nyuso zao na vifua vyao, ni kwa sababu ya kusengenyana. Waqauna fi a'radhi, na wale ndio watu ambao kwamba wanatuka katika vyeo vya watu. Ni makosa makubwa kumvunjia mtu heshima yake, makosa makubwa kumvunjia mtu heshima yake. Mtu ikiwa yuwatukuzwa na watu, mtu ana cheo, mtu ana manzila, ana daraja mbele ya watu, ikiwa ni mtaani, ikiwa ni msikitini, ikiwa ni sehemu ameajiriwa, lakini amepewa cheo, ana manzila. Kwa hiyo wewe ni makosa kwenda kukaa katika cheo chake ama kumzungumza katika cheo chake kwa ajili tu watu wamuone hana maana. Kile cheo watu wakininino wamwangushe, yani makosa makubwa sana, ni madhambi na ni miongoni mwa uhasidi, kwa sababu miongoni mwa njia za hasidi kuzitumia. Hasidi hafurahi kumwona mtu ana cheo, hafurahi kumwona mtu atukuzwa, hafurahi kumwona mtu amepandishwa daraja. Hasidi hafurahi, atafanya juu chini ili amtafutie sababu, amuingizie maneno ili watu wamuone hana maana, Kwa hiyo wayaqauna fi a'radhim, wale wenye kutuka katika vyeo vya watu. Mtu amepewa cheo, wewe ukaenda ukamharibia cheo chake, ni makosa. Adhabu yake Mtume sallam aliiona alipokuwa yuaelekea safari yake ya Isra, akaona wale watu wenye makucha makubwa, makucha ya shaba, wanajiparua nyuso zao kwa makucha hayo, wanajiparua vifua vyao kwa makucha hayo. Ni kina nani wale? Ni wale ambao kwamba wanatuka katika vyeo vya watu, wanaharibia wenzao vyeo vyao, wanataka wenzao katika vyeo vyao waonekaniwe hawana maana, ndio wale, na kazi yao ni kusengenya na watu pia, ndio watu wale. Insha Allah taala, ndugu zangu wa Kiislamu, hapa tutakoma. Insha Allah tutakoma. Mwenyezi Mungu atuwafikie kheri, atupe ilmu zenye manufaa. Tumwambia Mwenyezi Mungu, Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Mwenyezi Mungu atupe fasaha. Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. As'ada Allahu awqatakum wa ila al-liqa.